Naam, ikiwa tarehe 16 mwezi Aprili mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ya Kisii, mahali ambapo viongozi wa afya chini ya muungano wa KMA wamejitokeza na kumuomba waziri wa afya Aden Duale kuangazia masuala na changamoto ambazo zinawakumba wahudumu wa afya chini ya mwafuli wa Universal Health Coverage UHC katika kongamano lao katika kaunti hiyo ya Kisii. We've had challenges trying to really achieve UHC, and this is in the direction of really bridging that gap between policy and practice. So we tend to have very good policies, but now where we have a problem is how to integrate that and make them work for our citizens. Tunataka madaktari na wahudumu wa afya wengine ambao waongezwe katika hospitali. Wale madaktari ambao wako ni kidogo, hawatoshi ili mkienda katika zile huduma za afya kuwe na daktari. Na vile tunaangalia haya mambo, tunaendelea kuona ya kwamba tutahitaji daktari katika hata zile level za chini ambazo ni level 2 na 3. Tukienda hivyo, hiyo inaitwa Human Resources for Health, kuongeza ule umaarifa ambako uko kule chini katika community. Na viongozi wa wasomi kutoka eneo la Luo wamejitokeza wakimkashifu gavana wa Siaya James Orengo kwa kile ambacho wanasema kwamba ni tabia yake ya kuikosoa serikali, kisha baadaye anaomba usaidizi kutoka kwa serikali hiyo, akisema kwamba akiendelea na tabia hiyo ya kuikosoa serikali basi watamtoa afisini. Such words at the podium, which clearly were bordering embarrassment to the leadership, Governor Orengo still, through back doors, had to ask the president for help. He would still ask the president, we have not completed this and that project, please help us. If it is his right, as he says it is his right, why does he go begging for these projects? It's a fallacy. So I think it is not important that he speaks in that particular fashion and manner, which he did, and then behind the doors, he still goes to beg for projects and funds. Na siku chache baada ya Rais Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza kukosolewa kwa kuwazuia wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere kuigiza tamthilia yao ya The Echoes of War, leo hii Rais Ruto anaendelea kuburudishwa na wanafunzi katika michezo ya kuigiza katika ikulu ndogo ya Nakuru. Na tukimalizia ni kwamba Rais Ruto ametetea jeshi la Kenya kwa kusema kwamba kamwe jeshi hilo halitajiingisha katika siasa za Kenya. Anasema kwamba wale ambao wanasema kwamba jeshi limeingia katika siasa za Kenya ni siasa duni tu, akisema kwamba kama yupo kama rais, hakuna siku kamwe jeshi la Kenya litajiingisha katika siasa, bali litaleta amani na utulivu nchini Kenya. Ladies and gentlemen, national prosperity is built on the pillars of peace, good governance, and inclusive development. Our defense forces are key to upholding these values. Their presence ensures stability, attracts investment, and inspires both national and global confidence. I therefore want to urge all Kenyans, leaders, politicians, journalists alike, that our military men and women are the anchor for our stability.
the insurance for our development. And therefore, we must be sensitive and keep off matters military in random talk. My administration and myself as Commander-in-Chief will defend by all means possible our military as they guarantee our stability and our development. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Jina langu ni Ruth Nyanchama. Tukianza ni kwamba shirika la My Credit ambalo ni shirika linalopeana mikopo kwa njia ya kidijitali basi imepokea ufadhili wa bilioni 1.4 kutoka wafadhili ambao ni Oiko Credit pamoja na Blue Orchard kwa ajili ya kukopesha shule za kibinafsi. Ni kwamba nchi ya Kenya imepanga kutupilia mbali ama kupiga marufuku uagizaji wa mitumba kuja hapa nchini kama njia moja ya kuokoa viwanda vya nguo hapa nchini Kenya. Na imeongeza kusema kwamba nchi ya Kenya imefika wakati wa kujitegemea na kuongeza uzalishaji hapa nchini. Upande mwingine kwamba kulingana na ripoti iliyotolewa hivi karibuni, huenda mfumo wa e-Citizen unaboromoka ikiwa nchi ya Kenya itasitisha kandarasi yake na watengenezaji wa mfumo huo. Mkataba huo uliotiwa saini Mei 25 mwaka 2023 unawapa wanakandarasi haki ya kuvunja mfumo huo ikiwa utakatizwa. Nikombe hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.